Wana jukwaa, habari za usiku. Kwa majina naitwa Johannes John Lioba, kama nilivyokwisha kutambulishwa na Mr. Franco kiongozi, na nina furaha kuwa miongoni mwa watoa mada katika jukwaa hili la nguvu ya vijana. Na niwapongeze nyote ambao mmejiunga katika jukwaa hili. Pia nimpongeze kiongozi wa jukwaa hili Mr. Franco kwa kuwaleta vijana pamoja. Mlianza mkiwa wachache na mimi nilikuwa nawafuatilia, lakini sasa naona mko zaidi ya watu 102, na ni matumaini yangu mko zaidi ya hao, lakini ambao nawaona hapo wameshajiunga ni watu 102. Mungu awabariki sana kwa wote ambao mmeacha usingizi, mmeacha shughuli zenu na mmetumia fedha kununua bando na kuweza kujiunga katika jukwaa hili kwa lengo la kupata maarifa, na Mungu awabariki sana. Pasipo kupoteza muda, niende moja kwa moja kwenye mada ambayo nimepewa niweze kuizungumzia siku hii ya leo, mada inayohusu vijana na uongozi. Vijana na uongozi. Watu wengi wamekuwa na mtazamo usiokuwa sahihi kuhusiana na masuala ya kiongozi na uongozi. Wengi huzani ya kwamba uongozi ni jambo linalohusu kundi fulani tu la watu. Lakini ukweli ni kwamba ndani ya kila mtu kuna mbegu ya uongozi. Mungu alituumba ili tukawe viongozi, tukatawale dunia, tukasimamie rasilimali alizoziweka hapa duniani. Aliposema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha na kutawala samaki wa baharini na ndege wa angani, maneno hayo yalikuwa na maana kubwa sana kwa mwanadamu. Ni kama Mungu alikuwa anamwambia mwanadamu ya kwamba nimekuumba ili ukawe kiongozi. Nimekuumba ili ukawe kiongozi kwa niaba yangu. Nimekuumba ili ukatawale dunia. Kimsingi, zana ya uongozi inaanza na mtu binafsi. Zana ya uongozi haianzi kwa mtu kuongoza wengine, bali inaanza kwa mtu kujiongoza yeye mwenyewe. Na hapa kuna mambo matatu ya msingi sana ambayo ni muhimu kwa kila kijana kuyaelewa. Jambo la kwanza, zana ya uongozi inahusiana na kutawala vitu vya ulimwengu huu. Umeumbwa ili kuongoza vitu vya ulimwengu huu. Umeumbwa ili kutawala vitu na wala sio vitu kukutawala. Lakini jambo la pili, umeumbwa ili kujitawala wewe mwenyewe au kujiongoza wewe mwenyewe, na hapa ndipo msingi wa uongozi unapoanzia. Jambo la tatu ni kutawala wengine. Sasa tunaweza kusema ya kwamba umeumbwa ili kuwa kiongozi kwa lengo la kwanza, kuongoza vitu na rasilimali za ulimwengu huu ambazo Mungu ameziweka katika ulimwengu huu mzuri. Lakini jambo la pili, umeumbwa na umepewa uwezo wa kujiongoza wewe mwenyewe. Usipojiongoza, hajiandae kuongozwa, na ukiongozwa utakuwa mtumwa. Lakini jambo la tatu ni kuwaongoza wengine.
Ukiwa mwaminifu katika kujisimamia kwenye mambo yako binafsi, unaweza pia kuaminiwa kusimamia wengine. Yaani, kabla hujaenda kuwasimamia watu wengine, kabla hujaenda kuongoza watu wengine, unatakiwa kwanza uweze kujiongoza wewe mwenyewe. Kama huwezi kujimudu kujiongoza, kusimamia mambo yako binafsi, unakosa sifa za kwenda kuongoza watu wengine. Sasa nafikiri tuanze na hii mbegu ya uongozi ambayo Mungu ameiweka ndani ya kila mtu. Na hii mbegu ili iweze kuleta matokeo